ibada yetu ya leo inasema hivi: I have no man. Sina mwanamume. So pesa si pesa. I have no man. Sina mwanamume. Sijui mbona nilifikiria nilete mada hii, lakini rafiki yangu moja alinipa historia fulani, akaguzia kifungu hiki, kikanitia moyo. Nikaona pia nami nikikuwaletea fungu hili litawatia moyo katika mwaka wa 2025. Hallelujah. Mwaka wa 2024 kwako na kwangu haujawa rahisi sana. Kuna wale ambao wamepitia magumu katika mwaka wa 2024. Kuna wale ambao wamekuwa magonjwa zaidi, akiwemo rafiki yangu Jafet. Sijui kama yupo. Mzee Jafet amefika kweli? Hajafika. Hajafika mama hako nyumbani. Kuna wale ambao wamepitia magumu sana mpaka wamefika sehemu ambapo wanasema I have no what? I have no man. Labda kwa shughuli zako, kwa mambo unayoyafanya, umegundua kwamba you have no man. I want to introduce you to a man ambaye ni Yesu Kristo. Hallelujah. Ambaye tukianza naye mwaka huu, nina imani kwamba maisha yetu yatakuwa mengine. Hallelujah. Basi na tuombe. Baba yetu, Mungu wetu uketie mahali pasiri mno, jina lako litukuzwe milele. Ni shukrani mno sana kwa sababu ya kwanza ya mwaka wa 2025 tukikongamana kama mtaa wa Ntimaru kwa ajili ya kukushukuru kwa wema wako na baraka zako za milele. Basi Baba, napozungumza neno hili, naomba usungumze nami ili kwamba watoto wako wasikie sauti yako kupitia kwangu. Ni katika Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Msomaji wangu, naomba uingie kwenye kitabu cha Yohana 5. Yohana 5 haya yake ni ya kwanza ukiteremka, msomaji wangu. Na ukipenda, ikiwa mwandishi Yohana, nipende pia uingie kwenye kitabu cha Mariko 2. Ukianzia 2 uanzie 8 ukiteremka. Historia ni sawa na historia iliyo kwenye kitabu cha Yohana 5:1-9. Kama upendi kusoma injili ya Yohana, enda pale kwa Mark, pia utapata maneno hayo yakizungumziwa pale. Msomaji wangu, twende kazi. Inasema Yohana 5 haya yake ya kwanza, Biblia inasema baada ya hayo palikuwa baada ya hayo mambo yote yameisha, palikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Yesu mwenyewe akakwea kwenda Yerusalemu. Na huku Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika. Pale kwa mlango wa Yerusalemu kulikuwa na birika kali pale. Iitwayo kwa Kiebrania Bethesda. Kulikuwa na sehemu ambayo ilikuwa inaitwa Bethsaida pale Yerusalemu pale. Nayo ina matao 5. Na hiyo birika pale Yerusalemu ilikuwa na milango au matao pale. Na zaidi ya yote pale kulikuwa na kisima. Na hicho kisima kilikuwa kimeaminika kwamba yoyote atakaye kuwa wa kwanza kuingia ndani ya kisima hicho atapata uponyaji. Na kwenye kisima hicho ilikuwa imeaminika wazi kwamba malaika huwa anashuka, anatipua yale maji, ama yale maji yanachemka. Yanapochemka yale maji, yoyote atakaye kuwa wa kwanza kuingia pale anapata nini? Uponyaji. Kwa hivyo pale katika sehemu hiyo, mstari wake wa 4, msomaji, Ile inasema kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka. Akaingia katika ile birika. Yes. Akayatibua maji. Kisha basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Amina. Napenda nikupe haya yake ya 5 kutoka hapa. Na hapa palikuwa na mtu, hapo ndipo penye mada sasa, ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 30 na mingapi? Na 8. Katika sehemu ile, kisa hiki kilinipa taswira nyingine ya maisha. Yaani kuna mtu ambaye nilijaribu kuangalia archaeologist, nilijaribu kuangalia historia, sijaipata vizuri kwamba huyu mtu alipopelekwa pale kando ya birika alikuwa miaka mingapi. Lakini kwenye kusubiri, alisubiri kwa miaka mingapi? 30 na mingapi? Na 8. Amekaa pale kando ya nini? Ya birika.
na anapokaa pale ya kando ya birika hakufa moyo. Alilishwa pale, akanyweshwa pale, akaogeshwa pale, akajipupulia pale, akajikojolea pale, akakaa pale because he was alikuwa paralyzed pale. Katika miaka mingapi? 38. Mpendwa, wewe ni muda mgani ambao umevumilia kwa shida unayoipitia? Kuna wale ambao changamoto kidogo, school fees inakosa kwa maisha yako, unaanza kuruka kwa barabara, unasema Mungu umeniacha, Mungu umekuwa wapi? Nimewaachia kanisa. Unatuachia kanisa kwa sababu umeshindwa kuvumilia. Kidogo tu magonjwa yanaingia kwako kwa sababu unaamini kwamba wewe na fulani hamuendi sawa sawa, hamuangaliani vizuri, hamsalimiani, unaona kwamba umerogwa. Jambo ndogo linakuguza tu kidogo, unalia kana kwamba hauna imani. So mwanaume huyu akakaa miaka 38 kando ya birika akisubiria uponyaji. Pendwa, mara ngapi umevumilia mawimbi ya kanisa? Ukisikia tuna mchango, umepiga mitini. Ukisikia tuna hela ya kwaya kurekodi, umepiga mitini. Ukisikia tuna uchenzi, unapiga mitini. Ukisikia kuna jambo linalohusu mambo ya pesa kwa maisha yako kama mshiriki, unapiga mitini. How many times umevumilia katika maisha haya? Yale unayoyapitia, kama huyu mwanaume aliweza kukaa pale, watu wakaja, naamini kwamba hata mimi ningekuwepo ningeenda nimuombee, nimtie tumaini. Ninaamini kwamba kuna watu waliomtembelea kwa miaka 38 akiwa katika kale kando ya birika akihitaji uponyaji. Na zaidi ya yote, mwanaume huyu waliokuwa wanamtembelea, wengi wao walikuwa wanamwambia, mbona hujawahi pona? Mbona hujawahi pona? Na jibu alilo nalo anawaambia, I have no man. Sina mwanaume ambaye kwamba maji yakitipuliwa nitakuwa wa kwanza kufanya nini? Anirushe ndani nikapate uponyaji. Hana mwanaume. Ni mara ngapi ambao umetegemea mtu fulani, dada yako, mama yako, anti yako, au mtu fulani uliyekuwa na matumaini kwake, mpendwa, siku ilipofika ukafa moyo. Jeniziwa anasemanga vizuri, kuna wale maanti na maanko walioenda na makaratasi zetu za form 4 wakasema wanaenda kutafutia kazi, mpaka wa leo hawajawahi kutafutia kazi. Wengine wakakwambia, vijana mlioko hapa, wewe maliza form 4 nitakutafutia kazi. Ukamaliza, ulipopiga simu alikuwa mteja. Wengine wakakwambia, wewe maliza nitakupeleka kazi. Ulipomaliza haujawahi muona hadi wa leo. Umevumilia for how long? Ndani ya familia changamoto ndogo zikiinuka, watu wameachana, unashindwa kuvumilia mawimbi yanapokuwa katika maisha. Je, wewe ni Mkristo wa aina gani? Imani yako umeiweka wapi? The only song you have in your life, I have no man. Ukisikia basa linapeanwa, I have no man. Ukisikia kazi inaajiriwa, I have no man. Why don't you trust in Jesus Christ alone? Amen. Chana wale nawaletea mwanaume ambaye ni Yesu Kristo. You can miss all men in the world. Utakosa connection zote, lakini ukimpata mwanaume anayeitwa Yesu Kristo, atatembea nawe katika maisha yako. Iwe ni milima, iwe ni mabonde, iwe ni nyikani, iwe ni tambalale, iwe ni katika giza, Bwana atatembea pamoja nawe. Haleluya. Napenda huyu mwanaume. Huyu mwanaume hakaja. Haya yake ya 6, akasema mambo haya, akamwambia Yesu alipomwona yule amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Swali ambalo nawauliza mchana wa leo. Je, mwataka kuwa mzima? Yule mwanaume hakusema ndio. Alikuwa na wimbo aliyokuwa ameuzoea. Vile ambavyo na sisi pia katika mtaa wetu wa Ntimaru tuna wimbo wa mazoea. Tunapotamani sana kufanya vitu vya dhamana, unasikia Jodisia akikwambia, unajua sisi kama Ntimaru tumezoea hii. Safari anakuambia, unajua sisi ni hii. So na yeye alikuwa na wimbo, na huo wimbo ndio huu. Alimwambia verse 7, yule mgonjwa akamjibu akamwambia,
Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Ameuliza swali gani? Je, wataka kuwa mzima? Jibu lake hiyo ni jibu ama ni amejibu kinaya? Jibu la swali hilo ni gani? Ndio. Lakini kwa sababu amesoea kwa miaka 38 akiulizwa maswali hayo, akawa anaimba kwamba mimi sina nani, sina mtu wa kuniweka wapi? Katika kando ya birika. Kuna wengine mko hapa, Januari imeingia, haki ya mama mbele nyuma hauna chochote. The only song you have in your heart, kana unintana again, kana getao. I want to challenge you that you have a man who is Jesus Christ. Huyo mwanaume ni shujaa, ni jemedali, akitamka neno litatendeka. Akisema kwamba mtoto wangu, je, wataka kuwa mzima? Usipende kuimba wimbo ambao umeuimba katika maisha yako yote. Mjibu, mwambie Yesu, nahitaji uponyaji. Yesu, nahitaji school fees. Yesu, nahitaji amani kwa familia yangu. Yesu, nakuhitaji ushuke utembee pamoja nami katika mwaka wa 2024. Mungu anapokuuliza mwaka huu nikutendee nini, usitukumbushe mambo yaliyopita mwaka 2025. Anza na Yesu Kristo. Yale yalikuwa ni mawimbi, yametembea na wewe, ulifunga mwaka. Sasa fungua na Kristo kama mwanaume wa kipekee katika safari ya maisha yako. Haleluya. Napenda huyu mwanaume mambo aliyozungumza. Jambo la kwanza, mwanaume huyu aliangalia historia yake. Miaka 38 sijawahi pata uponyaji. Sasa huyu mtoto, nakumbuka Yesu anapomuuliza swali hili hakuwa miaka hiyo, ni mdogo wake. Kwa hivyo kama huyu ameteseka miaka 38, Yesu yuko chini ya miaka 38 kwa kuzaliwa, na anauliza mzee. Ni kama sasa hivi pia naenda kuuliza Sefania, je, wataka kupata utajiri? Unajua ataniangalia tu aniambie kana mlisha wachura. Miaka ambayo nimeishi na miaka ambayo umeishi, nani anafaa kuuliza mwingine nini? Swali kama hilo. Lakini Yesu anapomuuliza yule mwanamume, aliangalia shida zake. Akaangalia miungu ambayo iliyokuwa ikizungumza naye kila wakati, ikimwambia unajua utapona tu, kama vile ambavyo washiriki tulivyo. Unatia mtu moyo, unamwambia utapona tu. Mkitoka tu nje ya mlango, akitomboa leo, ni bahati sana. Yule anaweza kufa hata kesho. Na umeshamwombea na umemtia moyo, lakini akawa anapitia magumu. So akasema hivi, condition yake, namna amesubiria, namna ameteseka, mambo ambayo ameyapitia, lakini akamwambia, "Sir, I have no man." Kumbuka jambo lingine mwanaume huyu alipitia. Kumbuka he was crippled for 38 years. Hakuwa anasonga, hakuwa anafanya chochote by himself. Alikuwa tu pale tu, stagnant. Lakini Yesu alipoingia, napenda kile ambacho kilitendeka kwa mwanamume huyu. Verse 8. Yesu akamwambia, "Simama." Jambo la kwanza, simama. Jambo la pili, jitwike godoro lako na uende. Mambo mangapi? Matatu ya muhimu nimalize ibada ya leo. Jambo la kwanza, simama. Kwa hivyo shida ya kwanza aliyokuwa nayo kwa miaka 38, hajawahi simama. Akaambiwa simama. Na aliposimama, nilipokuwa na tafsiri neno hili kusimama, kuna watu wengi walioambiwa simama kwa Biblia na Mungu aliwapigania. Haleluya. Musa alipoogopa kurudi Misri aende kukomboa wana wa Israeli, Mungu alimwambia, "Musa, simama, mimi nitakomboa watu wangu kutoka Misri kupitia kwa mikono yako." Na Musa aliposimama, Mungu alitembea naye, akamtumia kama chombo cha kukomboa watoto wake kutoka Misri. Walipoingia jangwani, Mungu alimwambia Musa, "Usiogope, hata bahari ya Zamu watavuka." Walivuka ama hawakuvuka? Wakiwa jangwani, nchi kame ambayo hamna chakula, Musa akamuuliza Bwana, "Nifanyeje?" Mungu akamwambia, "Simama, nitawalisha jangwani." Na Bwana aliwalisha jangwani. Wanaposhughulika, Musa anatuma wale vijana waende kuangalia nchi ya Kanaani. Mungu anamwambia Musa, "Usiogope,
nitawavusha watu wangu kwenda nchi ya ahadi. Waliporudi na habari mbaya, Mungu alimwambia Musa, usiogope, kizazi hiki hakitaingia, lakini kuna kizazi kitaingia Kanaani. Na ukweli Joshua na Caleb waliongoza watu wake kwenda Kanaani. Mtu mwingine aliyeambiwa simama ni Abraham. Akaambiwa simama, ngoja ahadi zangu, kama vile wimbo tuliouimba, uwe imara. Usipokuwa imara kwa imani, ahadi za Bwana hautawahi zipokea katika maisha yako. Abraham aliambiwa katika miaka ya uzee utazaa mtoto. Alizaa ama hakuzaa? Ana alipoomboleza kwa muda mrefu, alizaa ama hakuzaa? Rutu alipoenda kule, Naomi alipoenda Moab, watoto wake wakafa. Hakarudi nyumbani akiwa mama mjane pasipo na generation yoyote, mpaka akabadilisha jina lake, akasema msiniite Naomi sasa, niite nani? Kwa sababu ya machungu ambayo nimeyapitia. Lakini aliposimama imara, kupitia kwa uzao wake tunampata Yesu Kristo, mkombozi wa maisha yetu. Mpendwa, jambo lolote katika safari ya imani lisikukwaze kutosimama imara. Mungu mwenyewe anasema simama, na unaposimama ile ulicho nacho hakuambii kiache. Ndio maana Biblia inasema kwamba kama wewe umeona kwamba ulicho nacho ndicho unakishikilia. Maana mimi nilikuwa najiuliza, hebu tujiulize wote, mgonjwa yule amelalia mattress kwa muda kiasi gani? 38 good years. Ilikuwa imezeeka ama haijazeeka? Lakini anaambiwa aje? Beba uchafu wako, fanya nini? Ile uchafu ambao umeubeba kwa maisha yako, hata Yesu anapokukomboa utaendelea kutembea nao. Halo, hamtaelewa hiyo. Niseme hivi, kama ulikuwa mwizi na Yesu akakutana pamoja nawe, ukaokolewa, ukapatizwa, hautawahi badilisha historia ya wizi. Imebaki kwenye kumbukumbu za nini? Hiyo ndio ikukumbushe kwamba nalikuwa mwizi, Yesu akafanya nini? Akaniokoa. Ndio maana kila mtu katika maisha haya ana nini? Historia ya kule Mungu alipompata. Haleluya. Na hiyo sasa, huyu kuambiwa chukua godoro lake halikuwa ni kejeli, kwamba anapoingia kanisani akejeliwe. Anapokuja asiangaliwe kwa makosa yake, watu waangalie waseme kama yule aliyekuwa mgonjwa miaka 38 alipata uponyaji, nasi pia tukimwamini Yesu tutapata uponyaji. Kwa hivyo Mungu anapoleta mshiriki wowote kanisani akiwa na machafu aliyoyafanya, tusiweke macho yetu kwa machafu aliyoyafanya, tuweke macho yetu kwa yule aliyemtoa katika yale machafuko. Haleluya. Maana yule angeponywa aambiwe usibebe godoro lako, na ilikuwa siku ya Sabato. Ndio maana wanapomkuta wanamuuliza, wewe nini imekuwa? Anawaambia nimeponywa. Nani amekupona? Sijui. Aliporudi kanisani ndipo alikuja kugundua ni Yesu Kristo. Mungu anapokuponya, Mungu anapokubariki, Mungu anapokuwezesha, usijifiche mpendwa. Simama, tangaza ahadi za Mwenyezi Mungu. Na usiwahi aibika kule Mungu alikokutoa. Haleluya. Kama ulikuwa unatengeneza pombe na Mungu amekutoa pale, simulia matendo ya Mwenyezi Mungu. Na walio pale waseme kwamba kama si Mungu aliyemwonekania fulani angekuwa amekufa. Wataamini Mungu wako na wakamwabudu milele. Haleluya. Zaidi ya yote wakamwambia, jambo lingine alimwambia la tatu, beba godoro lako, hilo ni la pili, uende. Hakumwambia akae. Kuna washiriki tuko hapa, tumekaa kanisani miaka zaidi ya 200 kiwezekana, lakini dhamana yetu kwenye kanisa haisikiki. Umeokolewa, crusade ilifanyika, makambi yalifanyika, vitu vya gharama vikakuleta kwa imani. Tunapoleta mkakati wa kukomboa mtu fulani, wewe ndiye wa kwanza kupinga mikakati hiyo. Tunapojaribu kwanza kufanya kitu fulani, tukaokoe roho fulani, unaipinga. Umesahau kwamba kupitia kwa kitu hicho, kupitia kwa hela fulani, ndio maana uko hapa ndani ya kanisa. Na waamuru mwaka wa 2025, usiweke kiti chako permanent kanisani. Ondoka uende, ulete na wengine kanisani. Ondoka uende, watangazie na nini?
na wengine habari njema kanisani. Mwandishi mmoja alikuwa ananifurahisha kwenye comment hii, anasema kuna Wakristo wengi tulio kanisani tumeweka nyumba zetu kanisani. Yaani kila kitu unakifanya kana kwamba ni kwako na hautaki yoyote aingie kwenye hekalu hilo. Mwaka wa 2025, simama, beba godoro lako na uende utangaze injili ya milele. Haleluya. Watangazie wengine yale ambayo umeyapitia 2025, 2024. Waambie sasa, ninapoingia 2025 tafuta roho hata moja. Kwenye membership yetu ya mtaa tuna watu zaidi ya 700 na kitu, lakini kwenye makanisa yetu tuna watu kama 100. Hata 100 hawafiki. Na kwenye hali ya matoleo hawapo, unapata ni watu 20. Haleluya. Mpaka kazi ya Mungu inashindwa kuendelea kwa sababu watu wamekuwa crippled. Watu wamelala na kazi inashinda kuendelea. Ni wa challenge mwaka wa 2025 kila mmoja. Simama, beba godoro lako na uende. Haleluya. Haleluya. Mwanaume huyu ananifurahisha kwa mambo mazito aliyoyafanya. Unaposoma kitabu cha Zaburi 41 verse 6, Daudi anasema God is our refuge and a strength and a very present help in times of trouble. Hallelujah. Swahili anasema kwamba Yesu ni kimbilio letu, na zaidi ya yote yeye ni nguvu zetu na pia msaada wa karibu sana wakati wote unapomhitaji. Usitoroke machoni pa Mwenyezi Mungu. Vile yule aliulizwa, je, wahitaji kupona? Na akasema, ndio nahitaji kupona. Na hakika alipona ama hakupona? Alipona. Ni kitu gani kitakachomzuia Mungu katika maisha yako? Ni kitu gani kitakachokufanya usiweze kushukuru upendo wa Mwenyezi Mungu? Ndio maana Mathayo akasema 11 haya yake ya 28 mpaka 30, anasema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye mzigo wa kulemewa na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Haleluya. Mimi sijui ni mzigo gani ambao umeubeba kwa miaka hiyo yako yote ulio nayo. Sijui magumu nao yapitia, lakini nakuletea mwanaume ambaye ni Yesu Kristo. Mbele unaweza kosa kuiona, nyuma ukiangalia ni machungu uliyoyapitia, lakini utakapomuita Kristo atakuwa rafiki wa karibu mno katika maisha yako. Atakuongoza, atakuelekeza, atakufanikisha, na kule unakokwenda atatangulia na kunyoosha mapito yako. Haleluya. Basi mwisho mwandishi huyo akasema hivi, kwa maana yeye amesema, sitamwacha kamwe wala sitamtekeleza kamwe. Kwa hivyo tunaweza kusema kwa ujasiri, Bwana ni msaidizi wangu, sitaogopa mwanadamu anaweza kunitendea nini. Haleluya. Nawe pia katika maisha ya 2025 usiogope jambo lolote. Usiangalie shida umeipitia. Call that man ambaye ni Yesu Kristo. Atakwambia simama, beba godoro lako na uende. Na hayo ndiyo mambo ya Yesu Kristo. Hata kuuliza historia yako, hata kuuliza chochote, hata kuzungumzia umekuwa na shida gani, he already know what you are experiencing right now. He understands, he feels it, and he is ready to give you the present help you need right now. Kwa hivyo usiogope jambo lolote. Ndio umeona kwamba haiwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Mchana wa leo pamoja nami, ni wangapi ambao wangependa kusema kwamba nimekuwa kwa maisha haya nikitegemea sana wanaume ambao ni wa dunia hii, ambao wamenifelisha katika maisha yangu, lakini kuanzia sasa, vile ambavyo Proverbs chapter 3 verse 4 and 5 inasema, trust upon the Lord, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Wanasema kuanzia sasa na kuendelea nahitaji kuweka matumaini yangu kwa Yesu Kristo. Kama ni ombi lako, simama tuombe. If it is your prayer, simama tuweze kuomba. Tunaomba. Baba yetu, Mungu naye tupenda, mchana wa leo, swali ulilomuuliza yule mgonjwa kwa miaka 38 pale kando ya birika, do you want to get well? Alikujibu kwa mazoea, he has no man.
hata sisi kwa muda mwingi tumekuja kwako, tumezungumza na wewe, na baada ya kuzungumza na wewe Baba umetuuliza, do you want something? Tunakuambia tumeteseka kwa muda mrefu, majibu yetu yamekuwa ni kinaya, lakini mchana wa leo umetukumbusha tunahitaji kujibu sawa sawa na mapenzi ya mbingu. Baba, tunaomba kila mmoja ambaye amesimama ana changamoto zake, ana magumu ambayo ameyapitia kwa muda mrefu. Kuna wale ni wagonjwa ambao wameteseka kwa muda mrefu. Baba, unapowatafuta, wanapokuhitaji, ukubali kuwatendea sawa sawa na mapenzi yako ya kipekee. Kuna wale ambao wana mizigo mizito. Baba, wanapoteseka, wanapoumia, wakija kwako because you are the only man, ongea na wao, wafariji mioyo yao, zungumza na maisha yao, na zaidi yote uwabariki kwa njia zote ili jina lako litukuzwe milele. Jana wa leo tenda mapenzi yako kwa maisha yetu, na mwaka huu mzima utuongoze tunapokukimbilia as the only man we have in this life. Father, never disappoint us. Tupanguze machozi yetu, tushike mkono, na zaidi yote ng'ambo ya bahari tukavuke ili jina lako litukuzwe milele. Taa zetu zikang'ae, taji zetu zikang'ae, familia zetu zikang'ae, kazi zetu zikang'ae, na jina lako litukuzwe milele. Asante kwa utatenda, ni katika Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Asante, Mungu wetu aweze kuwabariki. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the Point. Take a step forward.